msalaba, anaelekea kufa kwa ajili ya dhambi za walimwengu. Ndugu zangu wapendwa, Bwana anakufa kwa ajili yako. Bwana anakufa kwa ajili yako. Dhambi zako, dhambi zangu ndizo zinazompeleka Yesu msalabani. Tusikie hadithi, tusikie habari ya kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo walisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, naye iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Somo la 4. Wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye. Na walipofika mahali palipoitwa Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendao. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakamwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiye mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana, akasema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu, akamkemea, akisema, wewe huogopi hata Mungu? Wewe katika hukumu hiyo hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Walikuwa wamesimama mamaye na umbu la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipoona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani? Yani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatoa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Na Yesu
Akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Amen. Ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akisema, Baba, mikononi mwangu naiweka roho yangu. Alipokwisha kuyasema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano wote ya watu waliokuwa wamekusanyika kutazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao wao wakijipiga vifua. Na wote walipojuana naye na wale wanawake walioandamana naye kutoka Galilaya, wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya upito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Ndugu zangu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo anakufa kwa ajili yetu. Anakufa kwa ajili ya dhambi zetu, ili tuweze kukombolewa, ili tuweze kupata ukombozi na tuishi maisha mapya. Bwana wetu Yesu Kristo anachuruzika damu katika mwili wake. Aliyetumaini lako, yeye akubebe, yeye akushikilie, yeye asikuache katikati ya majonzi na katikati ya machozi, yeye akusaidie. Tunakwenda kutafakari njia ya msalaba kwa maswali na majibu yanayotolewa sasa yanayohusiana na njia ya msalaba. Kwa makanisa mengi leo inaitwa kuwa ni siku ya kumaliza njia ya msalaba. Je, tunaweza kueleza hii ni njia gani? Hii ni tafsiri ya maneno ya Bwana Yesu Kristo. Katika Luka sura ya 18 mstari wa 31, alipowaambia wanafunzi wake, tazameni tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyobashiriwa na manabii. Huko Yesu alijua kuwa anakwenda kukamatwa, kuteswa, kuuawa na kuzikwa. Hiyo ndiyo njia ya msalaba aliyoiendea Yesu. Njia hii ya msalaba kimsingi ni wakati wa mateso ya Bwana Yesu kabla ya kifo chake, na kile ambacho kinatangulia siku ya Pasaka. Kihistoria, njia ya mateso inaanza siku ya Jumatano ya Majivu hadi siku ya Jumamosi katika Juma Takatifu, ambapo zinakuwa zimetimia siku 40. Je, njia hii ya msalaba ina maana gani kwetu sisi Wakristo kwa leo? Walio wengi huona siku za njia za msalaba kuwa ni siku za mfungo, yaani siku za kuacha yale mtu ayapendayo ambayo si katika njia ya Mungu, kwa lengo la kutafuta wokovu katika Yesu Kristo. Katika siku za njia ya msalaba, Wakristo hukumbuka mateso na kufa kwa Yesu Kristo. Pia katika kipindi hiki, Wakristo tunapata nafasi ya kujikagua katika maisha yetu na imani pia. Hiki ni kipindi cha toba na kurejea kwa Mungu kwa upya. Je, ni mambo gani Kikristo tunayotafakari katika kipindi hiki cha njia ya msalaba? Kipindi hiki cha mateso ya Yesu Kristo tunatafakari juu ya hukumu ya kifo iliyotolewa na wapinzani wa Yesu. Tunatafakari pia juu ya kusimikwa kwa sakramenti ya meza ya Bwana.